Nimeshazungumza sana kwenye hilo eneo. Moyo kuinuka kutokana na nafasi ya juu. Yaani moyo unainuka, moyo wa shetani uliinuka kwa sababu yeye alikuwa amewekwa nafasi ya juu. Ndio maana moyo wake ukainuka. Lakini moyo wa Hawa uliinuka na Adamu kwa sababu wao walitaka pia kufanana na nini? Na Mungu. Kwa hiyo ile nafasi ya juu inaweza kumfanya mtu akawa na kiburi, kuona mafanikio au uwezo mkubwa. Kama watawala wanakuwa na uwezo mkubwa nyuma yao, wanakuwa na watu walio nyuma yao, wanakuwa na vitu walivyo navyo, uwezo wa kijeshi. Lakini kiburi pia, moyo unainuka kutokana na kusifiwa na kukubali utukufu wa wanadamu. Unajua, ukiwa kwenye nafasi ya juu ni rahisi sana kiburi kukuingia, kwa sababu hata kama wewe utaki, Yesu akasema wale kwa mambo ya kukosesha. Watu watakusifu tu. Kusifiwa ukiwa umefanya jambo zuri sio vibaya. Kupongezwa kama umefanya jambo zuri sio vibaya. Lakini tatizo linakuwa pale unaposifiwa na kujiona kwamba yale mafanikio ambayo umeyapata au ulionayo ni wewe ambaye umeyafanya. Ndio maana tumesoma kule kwenye Kumbukumbu la Torati, anasema utakapokuwa umefanikiwa usimsahau, usiseme kwamba ni uwezo wangu na nguvu zangu zilizonisababisha nikawa hivi, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, kwa maana yeye ndiye akupaye utajiri. Karama. Shetani alikuwa na karama. Na hiyo karama hata baada ya uasi, cha kushangaza Mungu hajamuondolea. Karama ya muziki inaendelea. Kwa hiyo karama na vipawa mbalimbali, mtu anaona nimefanikiwa, nimeweza kuimba vizuri, nimeshangiliwa na watu, anaona yeye mimi ndio mimi. Anasema kichwa kinaota kinajaa majani, sio wanasema. Kichwa kinakuwa kikubwa. Anajiona sasa bila mimi, yani kumbe mimi nikikosekana mambo yanaharibika. Mungu atusaidie. Moyo kuinuka. Jihadhari na moyo kuinuka. Kwa hiyo mtu anakubali, baada ya kufanikiwa, anakubali utukufu wa wanadamu na kumsahau Mungu. Na anajiamini sana na kuishi kwa mazoea. Ukiendelea kusoma kwenye kitabu cha Danieli, unakutana na mfalme aliyefuata baada ya Nebukadreza, anaitwa Belishaza. Huyu Belishaza naye alikuwa na kiburi. Na alifika mahali mpaka akachukua vyombo vya hekaluni akavinywea pamoja na watu wake kwenye karamu yake. Lakini wakati anaendelea na hiyo karamu,
mkono wa Mungu, kidole cha Mungu kikaandika maandishi mene, mene, tekeli na peresi. Na hayo yakamfadhaisha, akafadhaika. Na alipofadhaika, kama ilivyo kwa wafalme wengi, wanategemea waganga na wachawi badala ya kumtegemea Mungu. Akawaita waganga na wachawi ili waweze kufumbua kile ambacho, yale maandishi ambayo yaliandikwa ukutani, akamfanya yeye afadhaike, akakosa amani. Lakini maandiko yanasema hakuna hata mganga mmoja wala wale wachawi aliyefanikiwa kusoma yale maandishi yaliyoandikwa mpaka pale alipotafutwa Danieli, mtu wa Mungu. Ndio maana nimekwambia hawa watawala, kama unataka kufanikiwa, ni lazima uwe karibu na watu wa Mungu. Usiwaweke watu wa Mungu mbali. Kwenye Danieli sura ya 5 mstari wa 23 tunasoma hivi. Tunasoma 23 mpaka 28. Bali umejiinua juu ya Bwana wa mbingu, nao wamevileta vyombo vya nyumba yake mbele yako, na wewe na wakuu wako na wake zako na masuria wako mmevinywea. Nawe umeisifu miungu ya fedha na ya dhahabu na ya shaba na ya chuma na ya mti na ya mawe, wasioona wala kusikia wala kujua neno lolote. Na Mungu yule ambaye pumzi yako i mkononi mwake na njia zake zote ni zake, ukumtukuza. Ndipo kile kitanga cha ule mkono kikaletwa kutoka mbele zake, na maandiko haya yameandikwa. Na maandiko yaliyoandikwa ni haya: mene, mene, tekeli na peresi. Na tafsiri ya maneno haya ni hii: mene, Mungu ameuhesabu ufalme wako na kuukomesha. Tekeli, umepimwa katika mizani, nawe umeonekana kuwa umepunguka. Peresi, ufalme wako umegawanyika, hao nao wamepewa Wamedi na Waajemi. Ndipo Belishaza akatoa amri. Sikiliza. Ndipo Belishaza akatoa amri, hao wakamvika Danieli mavazi ya rangi ya zambarau, wakatia mkufu wa dhahabu shingoni mwake, wakapiga mbiu kutangaza habari zake, ya kwamba ni mtu wa tatu katika ufalme. Usiku huo huo Belishaza mfalme wa Kaldayo akauawa, na Dario Mmedi akaupokea ufalme, naye umri wake alikuwa na miaka 62. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Unaona huyu mfalme Belishaza alipokuwa amejiamini sana, lakini Mungu alimchukulia hatua, hakumchelewesha. Na kuonyesha umuhimu wa watu wa Mungu, umuhimu wa nabii Danieli, maandiko yanasema baada ya lile tukio, Danieli na yeye akafanywa mtu wa tatu katika ule utawala. Mtu wa tatu katika nchi yetu hii, tungeweza kusema labda waziri mkuu, kwa sababu kuna rais, kuna makamu wa rais na kuna waziri mkuu. Kwa hiyo hapo unaona mtu kiongozi wa kiroho Danieli, lakini tunaona na yeye, kwa sababu ule mfalme na wale watu wakaona umuhimu wa Danieli kuwa karibu, ili utawala uweze kwenda vizuri. Mungu atusaidie sana.
Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini jambo jingine linalosababisha kiburi ni ugumu wa mtu mwenyewe kutengeneza, ni ugumu wa mtu mwenyewe kung'amua kutengeneza baada ya kukosea au kutenda dhambi kwa kutotii dhamiri hadi pale anapoletewa nabii. Najua kuna mioyo kufanywa migumu kwa sababu ya dhambi. Yaani dhambi inaweza ikaufanya moyo wa mtu kuwa mgumu, moyo wa kiburi. Tunapoangalia wafalme kwenye Biblia, tunapata habari za mfalme mwingine Daudi. Tunaona dhambi ya Daudi aliyoifanya. Tunaona aliweza kuzini na mke wa askari wake Uria ambaye alikuwa ni mtiifu kwake. Lakini akachukua mke wake akazini naye. Na alipozini naye mke wa Uria akapata mimba. Na alipopata mimba akamwita Uria ili aende nyumbani mwake, atoke kule vitani. Uria alikuwa kule vitani. Akamwita Uria kwa makusudi, akaagiza atoke vitani, akampa likizo, akamwambia nenda kapumzike nyumbani kwako. Lakini Uria kwa sababu alikuwa ni mtiifu kwa kazi yake, akamwambia haiwezekani, wenzangu wako vitani, mimi nikaenda kulala na mke wangu nyumbani, haiwezekani. Daudi alikuwa anafanya vile kupoteza ushahidi, kwa sababu tayari mke wa Uria alishakuwa na mimba, ili akilala naye ionekane ile mimba ni ya Uria. Alipoona ameshindwa, ndio maana nimesema kwamba kiburi kinazalisha dhambi nyingine. Alipoona lile jaribio limeshindwa, akajua hakuna namna nyingine, ni kumwangamiza. Ndio maana maandiko yanasema kiburi hutangulia uangamivu. Akaona hakuna namna nyingine, sasa huyu mimi nimemwambia akaende nyumbani, amekataa, sasa ni kumwangamiza huko vitani. Akawaambia baadhi ya askari, huyu mwekeni mstari wa mbele kule ili auawe na adui. Akapangwa kule mbele, kweli akawa ameuawa. Mungu amsaidie sana. Lakini tunaona baada ya ile dhambi, Daudi amezini na mke wa Uria, amemua Uria, lakini hata kushtuka, dhamiri yake hata haimshtaki. Yaani anaendelea tu. Anasema tu, anaimba tu, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, Yesu akiwa enzini. Sasa Yesu yuko enzini wapi hapa? Baba, kuimba ni rahisi, wanaimba kama kasuku. Mambo sawa sawa wakati mambo sio sawa sawa. Maandiko yanasema hata viongozi wao wanawaambia watu kwamba wanawaambia amani wakati hakuna amani. Kuna watu ndani ya makanisa kila siku wanaimba mambo sawa sawa, lakini mambo hayako sawa sawa. Yeye anaona yuko vizuri tu, wala kushtuka, wala dhamiri. Yaani hata dhamiri haimshtaki. Paka Mungu anaamua kumtuma nabii Nathan. Na nabii Nathan anaanza kumwelezea, anamwambia kulikuwa na mtu mmoja, yeye alikuwa tajiri, alikuwa na kila kitu. Na kulikuwa na maskini, alikuwa na mwana kondoo tu mmoja. Na yule mwana kondoo mmoja ndio umweka kifuani pake, hakuwa na mwingine. Ndiye aliyekuwa anamtia joto. Lakini yule tajiri pamoja na kuwa na kondoo na ng'ombe wengi, hakuridhika, kiburi. Hakuridhika. Akaenda kumnyang'anya yule maskini yule kondoo wake mmoja. Daudi anaambiwa maneno hayo na Nathan.
Na maandiko yanasema akakasirika kwa sababu yeye alikuwa ni mfalme. Anasema huyo mtu amefanya vibaya mno na anastahili kufa. Nabii Nathan anamwambia mtu huyo ni wewe. Haleluya. Unaona sasa viongozi wa kiroho hawapaswi kuogopa mamlaka za hapa duniani kusema ukweli. Haijalishi mtu atapokea au atapokea. Na libarikiwe jina la Bwana, kwa sababu Daudi akawa na roho ya unyenyekevu. Ndio maana kuna wimbo unaimbwa, Daudi aliposikia maneno ya Nathani, kaanguka kifudifudi, katubia uovu wake, na Mungu akamsikia akamrehemu. Daudi akasamehewa ule uovu wake. Sielewi kiburi chako kiko kwenye kiwango gani? Ni kiwango ambacho hata dhamiri yako haikushtaki? Ni kiwango ambacho hata watumishi wa Mungu wanapotumwa kwako hakuna mwitikio wowote kama ilivyokuwa kwa Daudi? Ukisoma kwenye Zaburi ya 51 unapata toba ya mfalme Daudi. Soma, nenda kasoma unapokuwa nyumbani. Na baada ya ile toba, Nabii Nathan anamwambia Mungu amesikia toba yako, ameikubali, hutakufa, ila kuna gharama ambayo utalipa. Yule mtoto ambaye amepatikana kwa zinaa hataishi hata atakapozaliwa, atakufa. Dhambi ina gharama kubwa. Ndio maana Yesu alikuja hapa duniani, akaenda pale msalabani kwa sababu ya dhambi zangu na kwa sababu ya dhambi zako. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Na hapo tunaona kunakuwa na watu aina mbili. Kuna wanaokutana na watumishi wa Mungu na wanatengeneza kama ilivyokuwa kwa Daudi, lakini kuna wengine ambao wanashindwa kutengeneza. Hata mfalme Belshaza tunaona ni tofauti na mfalme Nebukadreza. Nebukadreza yeye aliweza kutengeneza, akapewa ile adhabu, akatumikia, akanyenyekea, akamtambua Mungu aliye hai na akamtukuza na akamuhimidi. Lakini tunaona huyu Belshaza, maandiko yanasema aliuawa, na nafasi yake akapewa mfalme mwingine anaitwa Dario. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Lakini jambo la tano ni kutopenda kusikiliza maneno ya maonyo toka kwa manabii wa kweli na kupenda kusikiliza matakwa yao, yani yale wanayoyataka, na kupenda kusikiliza manabii wa uongo. Ukisoma kwenye Wafalme wa Kwanza, kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ile ya 22 mstari wa 7 mpaka wa 9. Wafalme wa Kwanza 27, Wafalme wa Kwanza 22:7-9. Wafalme wa Kwanza 22:7-9. Tunasoma hivi:
Lakini Yehoshafati akasema, je, hayupo hapa nabii wa Bwana tena ili tumuulize yeye? Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, yupo mtu mmoja ambaye tungeweza kumuuliza Bwana kwa yeye, yaani Mikaya mwana wa Imla, lakini namchukia kwa sababu anibashirii mema ila mabaya. Yehoshafati akasema, la, mfalme asiseme hivi. Wayuda Yehoshafati wakiwa wanakabiliwa na vita na wanaungana kwamba waende kwenye vile vita, lakini kabla ya kwenda walikuwa wamezoea kumuuliza kwanza Mungu kwamba je, tukienda tutafanikiwa kupata maelekezo ya Mungu. Haleluya. Na wanapataje maelekezo ya Mungu? Kupitia nani? Manabii. Na huyu mfalme wa Yuda, haleluya, ndiye ameleta hilo wazo kwamba hatuwezi kwenda vitani bila kuuliza kwanza, kupata uhakika kama hiyo vita itakuwaje, tutashinda au tutapiga. Kwa hiyo anamwambia mfalme wa Israeli, umeshauliza? Anasema nimeshauliza. Kutoka wapi? Kutoka kwa manabii 400. Ukisoma hapa utaelewa. Tayari mfalme wa Israeli alikuwa na manabii 400 ambao walimtabiria, wakamwambia nenda, Bwana atakushindia, Bwana atakuwa pamoja na wewe. Lakini mfalme Yehoshafati anataka kujiridhisha, kama Torati inavyosema, kwa vinywa vya mashahidi 2 au 3 kila neno litathibitika. Anataka kujiridhisha. Anamwambia mfalme wa Israeli, je, hakuna nabii mwingine pia ukiachana na hawa 400? Anasema yuko nabii anaitwa Mikaya, lakini huyu kila wakati anitabiriagi mema. Anitabiriagi mema kwa sababu gani? Anasema tu kweli. Lakini kwa sababu ya mfalme Yehoshafati anasema hapana, aje na huyo tuthibitishe. Naona Mungu aliwaumbia vitu vya kutosha kama ilivyokuwa kwa shetani, kwa Lucifer kabla hajaasi. Lakini hawakuridhika. Wakataka kuwa kama Mungu. Wakala matunda ya mti waliokatazwa, wakaasi. Lakini walimsahau Mungu wao. Kwenye ile Kumbukumbu la Torati 8:11 tunaona maagizo ambayo walipewa wana wa Israeli ya kwamba watakapokuwa wamefanikiwa wajiadhari wasimsahau Mungu kutokana na mafanikio. Mungu atusaidie sana. Kumbukumbu la Torati 8 mstari ule wa 11 na ule wa 14. 8:11 tunasoma hivi: jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutozishika amri zake na hukumu zake na sheria zake ninazokuamuru leo. Mstari wa 14 anasema, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka za moto na nge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba mgumu, aliyekulisha jangwani kwa mana wasioijua baba zako, apate kukutweza, apate kukujaribu ili kukutendea mema mwisho wako. Hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huu.
bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili afanye imara agano lake alilowapa baba zako, kama hivi leo. Lakini itakuwa kama ukimsahau Bwana Mungu wako na kuiandama miungu mingine na kuitumikia na kuiabudu, na washuhudia leo ya kuwa mtaangamia bila shaka. Mtaangamia bila shaka. Kiburi utangulia uangamivu. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunaona kiburi au moyo kuinuka ni adui wa ndani. Ndio maana kwenye Yeremia anasema moyo una ugonjwa wa kufisha, ugonjwa wa kuua, ni nani awezaye kujua? Na Yesu akasema adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Kabla ya uovu kuingia kwa shetani, uovu ambao uliingia kwa shetani ni baada ya moyo wa shetani kuinuka. Kama moyo wa shetani usingeinuka, shetani angeendelea kuwa salama, Lucifer angeendelea kuwa salama. Pia kwa Adam na Hawa, kweli shetani alikuja, lakini yeye alikuwa nje. Unajua shetani amewekewa mipaka. Ndio sababu ukisoma kwenye Mathayo 4 mstari wa kwanza mpaka wa 11 au 13, anasema Yesu akapandishwa na roho nyikani ili ajaribiwe. Mjaribu akamjia, na tunaona yale majaribu ambayo shetani alimjaribu Yesu. Lakini kwa sababu shetani ni adui wa nje, tunaona kile ambacho shetani alitaka kukipandikiza kwa Yesu akikuwezekana. Kwa sababu shetani alitaka kupandikiza kiburi kwa Yesu. Shetani alitaka moyo wa Yesu uinuke, lakini hilo halikutokea. Na maandiko yanasema baada ya yale majaribu, Ibilisi akashindwa, akaondoka zake. Haleluya. Haleluya. Mtu anatenda dhambi ya zina, anasema ni shetani alinipitia. Sio kweli. Shetani kwani alikulazimisha? Namsingizia shetani vitu vingine. Hata shetani tunaona hapo akufanya kitu chochote cha kumlazimisha Yesu. Na tunaona kama Adam na Hawa angekuwa na msimamo, na yeye pia mwisho wake shetani angeondoka, angeenda zake akiwa na aibu tu. Kwa sababu gani? Shetani ni adui wa nje, na adui wa nje hana nguvu kama adui wa ndani. Tatizo linakuwa ni adui wa ndani. Ndio maana maandiko kwenye Mithali 4:23 anasema linda sana moyo wako, maana ndiko zinakotoka chemichemi za uzima. Kwa hiyo kosa la Adam na Hawa ni kutokulinda mioyo yao, na kushindwa kulinda, ndio tunaona uzima ukafanya nini? Wakawa wamepoteza uzima, uovu ukaingia, mauti ikaingia. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Na huyu adui wa nje, maandiko yanasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Anaondoka tu kwa kupingwa, anaondoka tu kwa
na anapoona msimamo hawezi kukusogelea, sababu shetani anaangalia ndani ya moyo. Akiona uko vuguvugu, eleweki, kama fisi ambaye alikuwa anaenda kwenye karamu, huko anataka na huko anataka. Hapo sasa ndio utawezwa na shetani, utawezwa na adui wa nje. Kwa hiyo ndio maana hata Yesu alisema ule moto wa jehanamu haujawekwa kwa ajili ya watu, umewekwa kwa ajili ya shetani na malaika zake. Wanadamu wasipomuunga mkono shetani hawawezi kwenda naye jehanamu, lakini wanadamu wataenda jehanamu kwa kumpa ushirikiano, kwa kumkumbatia, kwa kumchekea. Mtu anataka kukuchinja au kukuua, unamchekea, kama ilivyokuwa kwa Samson, mnadhiri wa Mungu, na Delila. Alafu sijui upofu wa namna gani Samson anaambiwa na Delila, yani hajafichwa, anaambiwa ni jinsi gani unavyoweza kufungwa ili uwawe, ili ushindwe na adui zako. Akawa anadanganya, anamchekea, anamdanganya, nikifungwa sijui na kamba. Hivyo ni viashiria ambavyo vilimpelekea mahali pabaya. Akakamatwa, akatoa siri, akakamatwa, tobolewa macho, akaanza kutumikishwa. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Asante Yesu. Tunarudi sasa kuangalia kuanguka kwa taifa. Pasipo mashauri taifa huanguka, bali kwa wingi wa washauri huja wokovu. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Kuanguka kwa taifa lolote lile tunasikia, tunaona kwenye vyombo vya habari mataifa mbalimbali ambayo yameanguka. Na kuanguka kwao kumesababisha majanga makubwa, majanga ya vita, majanga ya njaa, majanga ya umaskini mkubwa, majanga ya magonjwa mabaya, majanga ya mabadiliko ya tabia nchi, matetemeko, vimbunga. Tuna yaona hayo kwenye vyombo vya habari, tunasikia hayo yanayotokea kwenye vyombo vya habari. Hatuwezi kuchukulia uzito, hatuwezi kuona uzito kwa sababu hayajatutokea sisi. Ndio maana mithali inasema mzigo wa mwenzio ni kanda la sufu. Yaani mzigo ambao mtu mwingine ameubeba, wewe kwa sababu hujaubeba huwezi kuona uzito wake, huwezi kusikia maumivu yake. Mungu atusaidie sana. Haleluya.
Kwa hiyo kabla ya hayo mataifa kuwa katika hali hiyo, kuna sababu. Kama maandiko yanavyosema, kiburi hutangulia uangamivu. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yalitokea kwanza kabla ya hayo majanga. Na maandiko kwenye Zaburi ya 24 mstari wa kwanza anasema, dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Haleluya. Kabla ya kutokea jambo lolote katika nchi au taifa lolote, maandiko yanasema hakika Bwana hataruhusu jambo lolote litokee pasipo kuwafunulia watumishi wake manabii. Anafanya hivyo kwa sababu yeye ndiye mmiliki wa watu na ulimwengu wote. Yeye ndiye aliyezifanya mbingu na nchi na kuwaumba watu. Kwa hiyo hakuna kitakachoweza kutokea bila Mungu kujua. Na kinapotokea, kama ambavyo tumesoma, tunaona kabla ya uangamivu wowote, kiburi huwa kimetangulia. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana tunaona Mungu alipoona Ninawi itapata maafa au majanga, tunaona alimtuma Yona. Na hata Yona alipokuwa anakataa, aliweza kwenda Ninawi kwa kushurutishwa na kwa kulipa gharama ya kwake mwenyewe, hata ya watu wengine ambao hawakuwa na hatia, ili tu Mungu aweze kuiokoa Ninawi. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Na ninapozungumzia kuanguka kwa mataifa, nazungumzia hata taifa letu la Tanzania linaweza kushuhudia mambo ambayo hayajawahi kutokea. Mambo mabaya, majanga yale ambayo umekuwa ukitazama kwenye television, mnaweza mkashangaa yanatokea pia katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini hayo yatatokea tu kama andiko linavyosema kwamba kiburi hutangulia uangamivu, na pasipo mashauri taifa huanguka. Sasa unaweza kuuliza au kujiuliza, ni mashauri gani ambayo yanaweza kuliokoa taifa lolote lile? Kama ilivyokuwa kule Ninawi, tunaona Yona alipotumwa kwenda Ninawi na akatangaza kile ambacho Mungu anataka kukifanya, kwamba baada ya siku 40 kama watu wasipotubu, Ninawi itaangamizwa. Maandiko yanasema yule mfalme akaenda kinyume na kiburi, akanyenyekea yeye mwenyewe. Maandiko yanasema akajivika mavazi ya magunia kuonyesha unyenyekevu, lakini akatoa amri
ya kwamba watu wote kambia, yule mfalme wa Israeli akang'ang'ania kwenda vitani kwa kuwategemea wale manabii wa uongo. Mikaya anawaambia, kama Mungu aishivyo, kama mtarudi salama, Mungu hakunituma. Na maandiko yanasema walipoenda kule vitani wakapigwa. Na wale yule adui yao, kiongozi wa lile jeshi, alikuwa amewaagiza huko kwenye vita, ninachotaka tumuue nani? Mfalme wa Israeli. Msiue mtu mwingine yote. Na maandiko yanasema wale maadui zao wakataka kumuua mfalme Yehoshafati, lakini wakagundua sio yeye. Yeye alikuwa amejificha, lakini mtu mmoja akamuona akafanikiwa kumpiga na kumuua. Ikatokea kama neno la nabii wa kweli wa Mungu, japo alikuwa peke yake. Mambo ya Mungu hayaendi kwa wingi. Mambo ya Mungu hayaendi kwa mkumbo. Mambo ya Mungu sio ya kusema wengi wape. Sasa unaona hawa manabii 400 wote wamepiga chini, wameshindwa, kama ilivyokuwa pia wakati wa Elia. Elia akamwambia, yeye yuko peke yake, anasema jamani, hebu muombeeni Mungu wenu. Amen. Inawezekana asikii. Maandiko yanasema wakajikatakata ili Mungu aweze kusikia, Mungu wao aweze kusikia, lakini haikuwezekana. Lakini Mungu wa Elia akajibu kwa moto. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Simama kwa miguu yako, hata kama watu wengine hawakuelewi, hata kama utapigwa kama Mikaya, lakini ukweli utabaki pale pale, sababu neno la Mungu ni lazima litimie. Kwa hiyo unaona mfalme huyo alitaka, yani huyo mfalme wa Israeli, yeye alikuwa anataka kusikia yale anayotaka kusikia. Na ndio maana watu wengi sasa hivi wanataka kusikia yale wanayotaka kusikia, sio yale Mungu anayotaka kusikia, sio yale ambayo Mungu anataka wasikie. Na ndio maana hata kwenye ibada mtu anakuambia muda umekuwa mwingi. Kwani ulikuwa unajua Mungu ana ujumbe wa namna gani? Kama nabii Nathan alikokuwa na ule ujumbe kwa Daudi, alijua kwamba hiyo hadithi itakuwepo, alijua kwamba itachukua muda gani. Na ndio maana kwenye Timotheo wa pili 4:3-4, hiyo hali haikutokea tu kwa nabii kwa mfalme wa Israeli, lakini hiyo hali inatokea hata sasa hivi. Tusome hapo Timotheo wa pili. Haleluya. Tasoma, maana utakuja wakati, na wakati huo ndio sasa. Wakati huu nabii unatolewa ni zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Sasa wakati huo ndio sasa. Anasema, maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi makundi. Unaona, yule mfalme wa Israeli alipata manabii 400 tena wa kutosha. Ingekuwa ni kura, yeye angemshinda mfalme Yehoshafati, kwa sababu yeye alisema tu aje nabii, hamna nabii mwingine, na akaja tu Mikaya peke yake. Sasa anasema watajipatia walimu makundi makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti, nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Yani
watajiepusha wasisikie yaliyo kweli. Kumbuka, nabii wa kweli anasema kweli tu, na hiyo kweli ndio Yesu anayosema mtaifahamu kweli, na hiyo kweli ndio inayoweza kuwaweka huru. Nabii wa kweli akisema hii ni nyeusi ni nyeusi, akisema hii ni nyeupe ni nyeupe. Ndio maana Yesu akasema maneno yenu yawe ndio ndio, hapana hapana. Yanayozidi hapo yanatoka kwa mwovu. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Nina mambo mawili namalizia. Jambo la 6, kutegemea wachawi na waganga wasio na majibu sahihi badala ya kutegemea watumishi wa kweli wa Mungu wanaosema ukweli ulio katika neno la Mungu pasipo kupindisha, kama vile Nathani. Tumeshaona kwamba Mungu alimtuma aende kwa Daudi, lakini pia tunaona mwitikio wa Daudi baada ya kusikia neno la Mungu. Lakini pia tunaona Daniel, yeye aliweza kutafsiri yale maandishi kwa mfalme Belshaza, na bila kupindisha akamwambia ukweli, japo yale aliyokuwa anamwambia alikuwa anatangaza hukumu yake. Yani alikuwa anamwambia kabisa, wewe utanyongwa, wewe utakufa. Ni rahisi kumwambia mtu atakufa? Watu tu hata kufikishiwa habari za mtu mwingine kama amekufa waga inahitaji hekima. Mtu anamwanzia mbali, unajua wewe umeshakuwa mtu mzima, umeshakutana na majanga mbalimbali, alafu baadaye ndio anakuja kumwambia binti yako au kijana wako ameshaaga dunia. Lakini tunaona Danieli alimwambia mfalme Belshaza moja kwa moja. Lakini jambo la 7, ni dhana potofu kudhani nchi au mataifa yenye majanga mbalimbali kama vile vita, magonjwa mabaya, umaskini, machafuko, matetemeko, vimbunga na majanga mengine, kudhani kwamba hayo yanakotokea huko wao ni wakosaji zaidi kuliko maeneo ambayo hayo majanga yatokee. Mungu atusaidie sana. Hizo ni fikra potofu, ni dhana potofu. Kudhani ni wakosaji zaidi kuliko nchi zenye amani na utulivu. Na kujivunia amani, utulivu ambao ni neema ya Mungu tu. Sawa? Neema ya Mungu tu. Luka 13:2-3. Luka 13:2-3. Tasoma. Akawajibu akawaambia, je, mwadhani ya kwamba Wagalilaya hao walikuwa wenye dhambi kuliko Wagalilaya wote hata wakapatwa na mambo hayo? Na waambia sivyo. Lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Au wale 18 walioangukiwa na mnara huko Siloamu ukawaua, mwadhani ya kwamba wao walikuwa wakosaji kuliko watu wote waliokaa Yerusalemu? Na waambia sivyo. Lakini msipotubu
ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Unaona, hata wakati ule wa Yesu kuna watu waliokuwa na hiyo dhana. Kuna watu walioangukiwa na mnara, lakini wao wakaona hilo jambo au hilo janga kama hilo haliwezi likawatokea wao. Wakawaona wale walioangukiwa na mnara kwamba walikuwa ni wakosaji kuliko wao. Ndiyo sababu ya wao kuangukiwa na mnara. Yesu akawaambia, kwa sababu kiburi utangulia uangamivu, na ninyi pia msipotubu mtaangamia vile vile. Kwa hiyo hakuna mtu mwenye guarantee, mwenye uhakika wa kutokutana na mambo mabaya. Japo nchi yetu, kwa sababu tumekuwa na utulivu kwa muda mrefu, tunaweza na sisi tukajikuta tunaangukia au tunakuwa kwenye hiyo dhana potofu ya kudhani zile nchi na mataifa ambayo wana matatizo, pengine wao ni wakosaji na waovu zaidi kuliko sisi. Na haleluya. Kwenye habari za Daudi, kwenye Samueli wa pili, habari za Daudi na Nathan, kwenye Samueli wa pili sura ya 12 mstari wa 5 tunasoma hivi: ndipo hasira ya Daudi ikawaka sana juu ya mtu yule, akamwambia Nathan, aishivyo Bwana, mtu huyo aliyetenda jambo hili hakika yake astahili kufa. Unaona? Yaani yeye Daudi badala ya kujifikiria yeye, badala ya kujichunguza yeye wakati anaambiwa, badala hata ya kushtuka kuona huyu nabii mbona huwa haji siku zote, leo amekuja, anakuja na hii hadithi vipi? Unajua yeye alikuwa amezoea tu kupokea hukumu na kuhukumu hukumu za watu wengine. Kwa hiyo alikuwa na hiyo dhana ya kuona watu wengine ndio wenye makosa. Lakini Yesu anasema, toa kwanza boriti kwenye jicho lako, ndipo utakapoona kibazi kwenye jicho la mwenzako. Sasa hapa unaona hii dhana, anasema huyo mtu aliyefanya hivyo, aliyemdhulumu maskini, anatakiwa auawe mara moja bila kukawia. Hapo unaendelea hapo mbele, mistari inayofuata Nathan anamwambia mtu huyo ni wewe. Ingekuwa wewe ingekuwaje? Haleluya. Mungu atusaidie. Haleluya. Nini kifanyike ili kutengeneza palipobomoka? Jambo la kwanza ni toba ya kweli. Tunaona Daudi alikuwa na toba ya kweli. Kwenye ule mstari wa 13, baada ya kuambiwa na Nathan, sikiliza alichokisema. Daudi akamwambia Nathan, nimemfanyia Bwana dhambi. Nathan akamwambia Daudi,
Bwana naye ameiondoa dhambi yako, hutakufa. Kama nilivyotangulia kusema, hii toba yake unaipata vizuri kwenye Zaburi ya 51. Anasema, Bwana uniumbie roho mpya iliyopondeka, roho iliyovunjika na kupondeka, usinitenge na uso wako. Anazungumza hadi nyingi, kama ilivyo kwa mfalme Nebukadneza. Baada ya kutoka kwenye kiburi, alitengeneza. Huu ni ujumbe unaohusu matengenezo kwa kila mtu, kwa kila mtu, bila kujali nani, mtu awaye yote, awe wa taifa hili letu la Tanzania, awe wa mataifa mengine, awe kwenye bara hili la Afrika, hata ulimwengu kwa ujumla. Kwa sababu ninajua kila mtu ana nafasi yake kwenye mamlaka ambayo Mungu ameiweka hapa duniani. Kwa hiyo toba ya kweli ni kunyenyekea. Maandiko yanasema, nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari, ili awainue kwa wakati wake. Baada ya ujumbe huu ni kufanya kile ambacho kilifanywa na watu wa Ninawi. Baada ya kujichunguza na kujua ukweli wa neno la Mungu, kila mmoja anapaswa kunyenyekea, kumtafuta Mungu, utafuta uso wa Mungu kwa ajili yake na kwa ajili ya watu wake, jamaa zake, na kwa ajili ya watu wa taifa lake, na kwa ajili ya watu wa bara la Afrika, na kwa ajili ya watu wa ulimwengu wote. Kwa sababu kiburi hutangulia uangamivu. Pasipo mashauri taifa huanguka, bali kwa wingi wa washauri huja wokovu. Toba ya kweli ni kugeuka, ni kuchukua mwelekeo mpya, ni kunyenyekea. Na kama huwezi kunyenyekea, muombe Mungu atakunyenyekeza, kama ilivyokuwa kwa mfalme Nebukadneza. Kubaliana na adhabu yoyote inayoletwa na Mungu kwa ajili ya kukutengeneza. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Na kwenye Nyakati wa Pili 7:14 anasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuziacha njia zao mbaya na kuziungama dhambi zao na kuutafuta uso wangu na wakiniomba, nitasikia kutoka mbinguni na nitaiponya nchi yao. Muombe Mungu aponye nchi yetu ya Tanzania. Kizingatia mwaka huu tunaelekea kwenye uchaguzi, na kuna viashiria ambavyo sio vya kufumbia macho, sio vya kudharau, sio vya kwenda kwa mazoea. Vinatuhitaji sisi kama kanisa, sisi tunaomwakilisha Mungu hapa duniani, sisi ambao tukiomba ufalme wa Mungu unashuka hapa duniani, mapenzi ya Mungu yanatimizwa hapa duniani. Ni wakati sasa wa sisi kusimama katika zamu. Ni wakati sasa wa kanisa kusimama katika zamu. Ni wakati sasa wa kanisa kutoka usingizini. Tusimame.
Tusimame. Unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza mambo makubwa, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza mambo makubwa. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Twaungana na maserafi, makerubi kukuabudu Bwana. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Twaungana na maserafi, makerubi kukuabudu Baba. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Twaungana na maserafi, makerubi kukuabudu Baba. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Twaungana na maserafi, makerubi kukuabudu Baba. Baba yetu wa mbinguni. Tutamwomba Mungu ili aweze kuleta uponyaji mahali ambapo hapako sawa, mahali penye bonde, kila bonde likajazwe, mahali ambapo kuna kilima, kila kilima kikashushwe, mahali palipo paruza Mungu apalainishe. Twende mbele za Mungu. Mungu mwema, tunalibariki na kulitukuza jina lako Jehova. Tunakushukuru kwa sababu sisi tu kazi yako, tu kazi ya mikono yako. Ni ule tuumba, ukatutofautisha na wanyama, ukatuumba kwa mfano na sura yako. Ulitupenda upeo, na wewe Mungu hujabadilika. Niko ambaye niko, uliye kwako, uliyeko, utakaye kwako milele na milele. Ni wewe ambaye tunalitukuza na kulisifu jina lako. Ni wewe ambaye Roho yako Mtakatifu anatufundisha na kutukumbusha na kutufunulia yatupasayo kutenda. Asante kwa sababu umesema nasi juu ya dhambi ya kiburi, juu ya dhambi ya zinaa, juu ya dhambi ya kupenda fedha kuliko kukupenda wewe. Na Bwana umesema kiburi hicho kinatangulia uangamivu. Hatuhitaji kupotea, hatuhitaji kuangamia. Wewe Mungu unasema upendezi kuona hata mtu mmoja akipotea, bali wote waweze kufikiria toba. Ndio maana umetupa nafasi hii, ndio maana umetuacha wazima. Katika jina la Yesu tunahitaji neema yako itusaidie, neema yako iliyowasaidia watumishi wako tangu zamani, neema yako iliyomsaidia Daudi, mfalme Daudi, hata baada ya kukosea, hata baada ya kufanya dhambi mbaya kabisa, lakini wewe Mungu, neema yako uliweza kumrehemu, uliweza kumsamehe baada ya kuona roho yake, baada ya kuona moyo wake umevunjika. Katika jina la Yesu, ondoa ugumu katika mioyo ya watu wako, vunja ugumu uliopo ndani ya mioyo ya watu wako. Katika jina la Yesu, fanya upya mioyo ya watu wako, mioyo iliyovunjika na kupondeka, mioyo inayotetemeka na inaposikiliza neno lako. Katika jina la Yesu, mioyo inayokuelekea wewe, mioyo inayokupenda wewe. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, msaidie mama yule, msaidie baba yule, msaidie kijana yule, na popote mahubiri haya yanapowafikia, katika jina la Yesu, yeyote anayesikia mahubiri haya, mkono wako usimpungukie, kwa sababu wewe Mungu, macho yako kila mahali, macho yako kila mahali.
yakimchunguza mtu mwema na mbaya. Haijalishi hata kwa wale ambao wamefanya ubaya na wamekata tamaa na kupoteza tumaini na kuona haiwezekani, lakini wewe Mungu unaweza. Unaweza. Ulimsaidia mfalme Nebukadneza hata akaweza kurejea katika hali yake, akasimama katika mapenzi yako, akatawala katika mapenzi yako. Wasaidie watawala pia, kuanzia ngazi ya rais na kushuka chini katika nchi yetu, wawe na hofu yako wewe Mungu, waweze kuelewa ya kwamba wewe ndiwe mamlaka kubwa kuliko mamlaka zote, na wao umewapa tu dhamana. Wasaidie na mambo ya kukosesha. Kuna wengine hawapendi kufanya yale wanayoyafanya, lakini kwa sababu wanawatii viongozi wao waliopotoka, Mungu tunaomba rehema zako. Yesu Kristo akasema ole kwa mambo ya kukosesha. Wasaidie Bwana, wasaidie wenye mamlaka ngazi zote, wasaidie Bwana, wasaidie watu wako, wasaidie wa Tanzania, Tanzania bara na Tanzania visiwani. Mkono wako Bwana ukatamalaki. Tunakuhitaji wewe Yesu Kristo katika hali zote, na hata tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka huu. Mungu, tunakuhitaji. Pasipo wewe sisi hatuwezi neno lolote. Hatupendezi ni kuona damu za watu wako uliowaumba kwa mfano wako zikimwagika. Hatupendi kuona watu wako wakidhulumiwa. Mungu onekana, wewe uliye mtetezi wa wanyonge. Simama mwenyewe Bwana. Kuna watu wenye nguvu ambao wanatumia nguvu zao kuwanyanyasa watu wasio na nguvu, lakini wewe Mungu una uwezo wa kuingilia kati. Ingilia kati, maovu yasiendelee. Umesema utatulinda na mabaya yote, tuingiapo na tutokapo, tangu sasa na hata milele. Tangu sasa na hata milele. Na Mungu tubariki. Tatamka maneno haya ya baraka. Kwa kuwa umemchagua Mungu ili aongoze maisha yako ya kiroho na ya kimwili, Mungu huyu uliyejimimina kwake atakubariki na kukulinda. Atakuangazia nuru ya uso wake na kukufadhili. Tena atakugeuzia uso wake na kukupa amani. Tushirikiane pia kusema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae pamoja nasi sote sasa na hata milele, na Mungu awabariki.